Lakini mimi ninampenda mama. Na licha ya kumpenda, nikimwoa nitamchukua yeye pamoja na kampuni ya baba yake. Na hizi kampuni mbili zikiungana, mimi mwanao nitakuwa na nguvu sana mama. Na kumbuka, huo ulikuwa ni mpango wa baba. Huyu binti ni lazima aolewe kwenye familia yetu. Lakini huo mpango ulikuwa ni wa KP. Yuko wapi? Yuko wapi sasa huyo KP mama? Na ndio maana mimi ninasema, wewe unampenda KP sana kuliko mimi mama. Mbona unampenda Nora kuliko mimi? Na nikasema hayo. Haya niambie, kati yangu mimi na Nora, ni nani unampenda zaidi? Nora. Hebu nipe umbea sasa mamangu, imekakaje? Kama nilivyokuambia baba, KP ndo mwanaume ambaye alitakiwa kumuoa Nora, ambaye kimsingi ndo ndugu wa yule Kisai. We, na huyo KP kwani ulimtoa wapi? KP nilimkutaga kipindi kile tumeenda kufanya field ya chuo kule msituni. Tulikuta amemtia kwenye kiroba, mimi na wanafunzi wenzangu, ikabidi tumsaidie kumpeleka hospitali. Na ndo kipindi kile nilikuwa nakwenda hospitali kumpeleka chakula hadi usiku. Nakumbuka vizuri sana. Kipindi hicho nakukunyuka. Nakumbuka. Basi ndo kipindi kile kule hospitali wakadai kuwa amepata kichaa, hivyo sikuwa na budi kumsaidia. Mambo mbaya. Mambo mazito sana mamangu. Leta ubuyu. Na wewe umefuata nini hapa? Mama. Simfokee basi. Kwa hiyo bibi harusi ulimwambia kama ex wake tunaishi naye hapa? Ndiyo, nilimwambia tunaishi naye na anakaa hapa na sisi. Tena hata chakula ambacho anakula ni mimi wanapika na sometimes wanalala naye. Lakini hapo sasa si anaweza kukuhisi vibaya? Hata akinihisi vibaya baba, ndo nini sasa? Yesu analoa na kaka mtu, wewe unapi mwanamke akaloa na wanaume wawili? Tatizo anaweza kukasirikia na urafiki wenu ukaishia hapo. Mimi sidhani baba, hata akinikasirikia. Kwani ni uongo? Huyo bwanake washindi hapa kwetu. Yaani bora hata basi ungemwambia huyo mwanaume wako ameshakuwa chizi tajira. Labda hapo angekuelewa. Nilitaka nimwambie na wewe muda huo akaja kuniita. Hapana, mtajuana wenyewe. Huyo KP mwenyewe baba, ni kwa sababu tu ni chizi, lakini angekuwa ni mzima, pengine sasa angekuwa ni mkweo. Hapo umenena. Tena ungekuwa umecheza kama vile. Ungeolewa na yule baba yule. Maana kwa kule kuna mkwanja sana. Mtajuana wenyewe. Nakaa tu mndani kama mlenda. Unafanya nini hapa? Nenda ndani kalale.
Ninakuuliza wewe, umesahau nini hapa? Mama, usimfokee basi. Nimekuja kuolewa na Kisai. Unasema nini wewe? Nimekuja kuolewa na Kisai. Kuhusiana na swala la ndoa, hapa kwangu sahau. Na sikuhitaji tena katika familia yangu. Mama, una nini kwani? Wewe, nyamaza. Wewe vipi? Mbona uko hivyo leo? Hivi unajua ulinitisha mjinga. Ulikuwa wapi toka asubuhi? Aya, twende ukale chakula chako nishakuweka kwenye hotpot. Twende ukale ndio uende ukazurule mtaani kama ulivyozoea. Usije ukaenda huko ukala vitu vya watu alafu mimi nikaja nikadaiwa. Oho, sitaki kabisa. Uko sawa kweli wewe? Wewe binti, nadhani tumeelewana. Mama, si uache tu tufunge hii ndoa kwa sababu Nora mwenyewe tayari amekwisha ridhia. Nimesema sitaki. Umemwambia nini Nora? Umemwambia nini Nora? Ina maana kumbe wewe sio chizi. Nijibu swali langu. Usiniulize swali juu ya swali. Umemwambia nini Nora? Jibu swali. Umemwambia nini Nora? Mungu wangu. Nakuuliza umemwambia nini Nora? Mimi sijamwambia kitu chochote kibaya. Zaidi kumwambia kuwa unaishi nyumbani kwetu. Weketa! Weketa uko wapi? Uko wapi utumeze dawa mtando huu? Weketa! We, uko wapi umeze dawa? Keta njoo umeze dawa. Wewe vipi? Mtume. Wewe. Kwa nini unaniwekea magogo kwenye barabara yangu lakini? Yawe magogo, yawe magugu. Nimesema huyu binti sitaki umuoe. Okay, sio kama nalazimisha kuolewa. Ila ninachofuata ni kile alichoandikishana mzee Akuno na marehemu babangu. Na kama imeshindikana basi, inabidi mniachie kampuni ya babangu chini ya mikono yangu. Maana mliovunja makubaliano ni nyinyi na sio mimi. Unaona sasa mama, kama nisipomuoa Nora, ina maana tutakuwa tumevunja ule mkataba. Lakini nikimuoa Nora, mimi ndo nitaimiliki ile kampuni na makubaliano yalikuwa ni ndoa mama. Yaani ni bora baba yenu angekuwepo, angefanya haya maamuzi. Huu mzigo mnaonipatia mimi ni mzito kuubeba. Ni rahisi tu, chagua moja mama. Niolewe na Kisai ili kampuni ya babangu iwe chini yenu, au mniache na maisha yangu na mimi mniache kampuni ya babangu. Niache kwanza nenda nikatafakari. Ukatafakari nini tena? Kumbuka lengo la mimi kumuoa Nora ni ili kampuni yao na ya kwetu ziungane. Alafu zote ziwe chini yangu. Haya, kuna ofa gani nzuri zaidi ya hiyo ambayo unakwenda kuitafakari mama yangu? Jamani, naombeni nikapumzike kwanza. Haya mambo yameshakuwa mazito. Mama, uzito unautia wewe tu.
Nora, uko sawa kweli wewe? Muli, naomba uniache. Wewe acha umbea. Toka hapa. Toka, usifanye nini? Usijali Nora. Mimi nitakuoa. Achana na maneno ya mama, sawa? Okay, mimi sina shida ila na condition mbili. Condition ipi na ipi? Hiyo ndio ifanyike haraka iwezekanavyo. Pili, usio unanibana bana. Nisikubane kivipi Nora? Kumbuka mimi sina mapenzi na wewe, ila nitafunga ndoa na wewe ili ufanikishe malengo yako. Kwa lugha nyepesi, hiyo ndoa itakuwa ni ndoa kivuli. Hivyo sitaki unibane kama mkeo. Utafanya mambo yako na mimi nitafanya mambo yangu. Kama iwezekani basi nisitishe hilo swala tusioane. Hapana. Ni lazima tufunge ndoa Nora. Kama ni hivyo basi utabidi ukubaliana na condition zangu. Tukifunga ndoa tutaishi kama dada na kaka. No kushiriki tendo la ndoa, no kufuatiliana, no kubusiana. Yaani kila mtu afuate maisha yake. Yaani kila mtu aishi maisha yake. Ndoa itabaki kama jina tu. Okay. Anyway, niko tayari. Asante. Kumbuka mimi sina mapenzi na wewe, ila nitafunga ndoa na wewe ili ufanikishe malengo yako. Kwa lugha nyepesi, hiyo ndio itakuwa ni kivuli. Na sitaki unibane kama mkeo. Utafanya mambo yako na mimi nitafanya mambo yangu. Bwana, kwani mimi nataka nini? Si mnataka kuwa kiongozi wa ile kampuni tu? Nimuoe, asinipe. Kwani kuna wanawake wangapi huko nje? Kikubwa, mimi nataka kuwa kiongozi kwenye ile kampuni. Atanipenda tu, atake asitake. Yes? Halo kiongozi. Nora nilimkosa ila yule binti nimemkamata. Nafikiri tukimbananisha vizuri atasema mahali ambapo Nora yupo. Achana naye. Nora amesharudi tayari. Sawa.
Una matatizo gani wewe? Nimefikaje hapa? Tulia basi kwanza. Natuliaje ise? Asa umekewa drip afu unaitoa. Unajua ulikuwa kwenye hali gani wewe? Halo. Pablo, uko wapi? Niko hospitali hapa. Hospitali kuna nini? Nilisikia kidogo ila kwa sasa nimepata nafuu. Hospitali gani? Tuko hospitali gani? Lemi dispenser. Kwa Lemi. Okay, nitafika hapo. Haya poa. Okay, mwambie ingie. Muli. Imekuja umekuja hadi ofisini. Kama una shida usingenipigia simu tumalizane huko huko. Madam, kwa mambo yanaendelea nyumbani, nimeona bora nije hapa tujadili kwa undani zaidi. Nini kinaendelea kwani? Ndoa si haikupita? Ndiyo, ndoa haikupita. Na yule kijana anaoshirikiana na KP alikuja pale akaondoka na Nora. Alhamdulillah. Haupasi kushukuru madam kwa sababu kilichotokea baada ya hapo kitakushangaza. Nini tena kimetokea Muli? Mbona unataka kunitisha? Huyo Nora alirudi tena? Ndiyo, na cha kushangaza zaidi, baada ya kurudi kwa mdomo wake akasema anataka kuolewa na Kisai. Shit, hii inawezekana vipi? Mimi mwenyewe nashinda jinsi ya kushangaa. Muli, Nora hataki kuolewa na Kisai hata kwa bahati mbaya. Kwa sababu kama akiolewa na Kisai, mimi nitakosa nguvu ya kuongoza hii kampuni. Mimi sijui hata nifanyaje madam kwa sababu nimejaribu kuongea na Nora lakini ameonyesha kwamba hataki ushauri wowote kuhusu swala lake. Hii ndio ni mbaya sana. Muli, hatutakiwi kufeli kwenye hili. Kumbuka nimekupenyeza pale kuna family kwa ajili ya kazi maalum. Tafadhali Muli, tumia vyema ujuzi wako tuone tunalitatuaje hili. Nitajaribu madam. Japokuwa ni maamuzi yake binafsi, but I do my best. Fanya hivyo Muli. Fanya hivyo mdogo wangu. Kipi anapiga? Sikiliza. Halo, naomba unipatie namba za Nora ambazo zinapatikana. Uwe namba za Nora za nini? Nina mazungumzo naye binafsi. Unataka kuzungumza naye nini? Ndio maana nimesema nina mazungumzo naye binafsi, yani maana yake ni baina yangu mimi na yeye. Okay, subiri kwanza. Anataka namba za Nora zinazopatikana. Yaani sijui hata anataka kuongea naye kitu gani. Yaani nazidi kuchanganyikiwa Muli. Nazidi kuchanganyikiwa sielewi.
Pole mamangu, utapona tu. Asante baba. Shida nini? Uliona vibwengo au? Baba, naomba niache kidogo, usinikumbushe. Makubwa. Nikisema nimpatie KP namba za Nora, hawa nao akipatana itakuwa ni shida. Sasa madam, kipi bora? Nora alioe na Kisai au Nora kuwa na KP? Hakuna chenye ubora hapo mule. Nora akiolewa na yoyote kati ya KP au Kisai, basi mume wake ndo atakuwa kiongozi wa hizo kampuni zote mbili. Na mimi nitakosa kuwa mmiliki wa kampuni. Ila mimi naona ungempa namba KP ili amvuruge Nora, abadilishe maamuzi ya kuolewa na Kisai. Na wakati wanavurugwa, sisi tunapanga namna gani ya kuwin huu mchezo. Yes, nimewaza hivyo pia. Nitampatia namba KP kwa sababu huu ni mchezo wa albastini. Kisai anataka kiti, KP anataka kiti, na mimi pia nataka kiti. Hivyo basi, atakayecheza karata zake vizuri ndio atakayekikalia kiti. Kwenye albastini sio mbaya kutoa mali zako mwanzoni ili baadaye utuze karata zako bora za kuwamaliza wapinzani wako. So, wewe kwa sasa toa tu namba, ila andaa silaha za kumaliza mchezo. Yes. Nina mpango kabambe. Mpango gani? Baba, najihisi vibaya. Pole mamangu, jikaze. Usije ukatapika hapa bure. Maana tumetoka kule kula ugali dagaa na kachumbari. Sasa usije ukatapika hapa likatoka dagali na mimacho. Watu wakatushangaa bure. Watashangaa nini sasa? Kwani dagaa ni sumu? Halo? Nora, Wewe ni nani? mimi ni KP. KP, una shida gani? Si nilikwambia usinitafute? Nora, naomba unipatie nafasi walau dakika 2 tu nizungumze na wewe. Sitaki. Hizo dakika 2 nenda kamwambie mwanamke wako aliyekufanya nikimbie mimi na kwenda kuishi kwao. Ndio maana naomba nizungumze na wewe ili nikuelekeze kwa urefu zaidi. Unafikiri ni kitu gani labda ambacho unaweza kaniambia mimi nikakuelewa? Naomba uniache kama jinsi ulivyoniacha awali. Mbona naishi na sijapungukiwa na chochote KP? Nora, unajua maneno yako ni kiasi gani yananiumiza? Yes, unaumia eh? Basi endelee kuumia kwa sababu ni njia rahisi ya wewe kufeel kile ambacho nilikuwa na feel. Sawa, but
Kitu kimoja Nora anatakiwa kuweka akilini ni kwamba mimi sina mahusiano yoyote yale na yule binti. Hiyo haitasaidia kwa sababu muda sio mrefu na kwenda kuolewa na Kisai. Hapana Nora, haya yalikuwa malengo yetu lakini. Kwa hiyo malengo yetu yalikuwa ni kunikimbia siku chache kabla ya ndoa na kwenda kuishi na Keta, si ndio? Naomba uniache. Nora. Baba, naomba nyazime simu yako, nimpigie Nora nimpe taarifa. Halo? Nora rafiki yangu, mwenzio nimelazwa. Nini shida Keta? Wewe acha tu, nilipata mshtuko kidogo. Basi sawa, ngoja niangalia namna kutoka, kama nitapata nafasi nitakuja. Sawa rafiki yangu. Sawa Keta, ugua pole. Kwa hiyo, huyu binti ana mahusiano na KP. Ina maana KP hajawahi kumwambia chochote kuhusu mimi. Na kipi hasa kilisababisha KP kuniacha mimi na kwenda kwa Keta? Oya, imekuwaje kwani? Hata mimi sielewi. Lakini katika production nilijikuta nimeumia kwenye mbavu. Na tulivyokuwa kule damu nyingi zikanitoka. Mwisho nikapoteza fahamu. Okay, na ni nani alikuleta hapa hospitali? Naona muda wa kuona ugonjwa ushaisha sasa. Acha mimi niswampe zangu. Ina maana wewe baba umeishi na sisi siku zote hivyo, ulikuwa kuna tuchora, si ndivyo? Ndio hicho ulichonitia hapa mzee? Hiyo ni part 1, bado part 2. Wewe ni jibu kwanza, wewe ni mtu wa system au? Na imekuwa kuaje ukajifanya jinsi? Hizo ni sababu zangu binafsi. Nafikiri siwezi nikakuelezea. Sawa, wewe baki na sababu zako, na mimi sitaki kuzijua vile vile. Uwe chizi usiwe chizi mimi hainihusu. Okay. Naweza kwenda sasa?
Bado sijamaliza pati tu. Okay, nakusikiliza. Unajua wewe ni chanzo cha kufanya binti yangu alazwe, alafu nataka kuondoka. Unaondokaje sasa? We baba, hebu acha basi lo mbaya baba yangu. Mtoto wangu jua anaumwa na ugonjwa nyume usababisha wewe, alafu utaki kwenda kumwona kweli? Ama kweli mtoto wangu huyo ambaye utaki wewe kwenda kumwona ndo alokusaidia wewe kipindi unataka kuuawa. Nani huyo ambaye safari zake zilikuwa ziishi kuja kutazama hospitali? Na mtoto wangu huyo ambaye utaki kwenda kumwona alikuwaga nakuletea chakula hospitali mara kwa mara, na mpaka nilikuwaga na mchapa. Na mtoto wangu huyo alouza simu yangu ili kusudi tu akutetee. Binti yangu ni huyo alokuleta nyumbani kwangu ili upate hata kujihifadhi. Hakijalishi ulikuwa unajifanya chizi, lakini alikuonyesha upendo. Kwa wewe baba hata kumpelekea msosu naona kero baba, ajifia si ndipo? Sasa kama hao ndo malipo ya upendo wako kwake, basi maje huko hospitali. Ajabu. Nimekuletea chakula. Asante, lakini sina hata nguvu. Sawa, usijali. Nitakulisha. Sawa.
Et pourquoi tu ne veux pas parler? KP, je vois même des larmes qui coulent à tes yeux. Tu manques même une solution. KP, il paraît que c'est Zebou qui te fait plaire ainsi. Tu manques même une solution. KP, mais laisse-moi te dire qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. KP, n'abaisse pas la foi, aurait toujours l'éternel. Il écoutera ta parole et bientôt tes requêtes sont accourues. Ça va aller, ça va aller, tout ira mieux. Ne pleure pas, ça va aller, ça va aller, tout ira mieux. Pleure pas, ça va aller, ça va aller, tout ira mieux. Le matin tu cherchais, le midi tu cherchais, le soir tu cherchais, tu trouvais rien. On dit Nicole est là, on dit Nicole est là, oh ben Nicole est là. Ufika po nyumbani, mume wako kanuna, unashindwa fanya nini? Mambo haya endi kote, kazini umefukuzwa, ndani hakuna kitu, na mapenzi ya furuga, unaanza kulia ndugu yangu. Laisse-moi te dire